Usianzishe biashara ambayo baada ya muda mfupi inafilisika. Biashara aina hiyo kwa kawaida inakuwa sio endelevu. Kama unataka uwe na biashara ambayo ni endelevu, ni lazima hiyo biashara ipate faida muda wote. Sasa basi, mambo gani ni muhimu ambayo inabidi utekeleze ili ufanikiwe kumiliki biashara ambayo inapata faida na hivyo kuwa endelevu? Video iliyopita nilieleza jinsi ya kusimamia biashara ili upate faida na kuwa na biashara endelevu. Sasa kwenye video hii nitaeleza jinsi ya kufanya biashara ambayo umeanzisha ili ipate faida na hivyo kuwa endelevu. Sasa tuangalie mipango na mikakati ambayo unaweza ukafanya kufanikisha biashara yako kupata faida. Mipango na mikakati ya kufanikisha biashara kupata faida inahusisha mambo yafuatayo. Kwanza ni kutengeneza bajeti ya biashara. Ni muhimu utengeneze bajeti ya biashara. Kwenye hiyo bajeti kutakuwa na makisio ya mapato, matumizi na faida ya biashara. Kwa hiyo ni muhimu sana utengeneze hiyo bajeti. 2 ni kuhakikisha mapato yaliyokadiriwa kwenye bajeti yanapatikana. Kwa hiyo jambo linalofuatia ambalo ni muhimu ni kuhakikisha unaweka mipango na mikakati ambayo utaitekeleza ili biashara ifikie malengo ya mapato yaliyowekwa kwenye bajeti. Sasa hapa kuna masuala ya kuangalia wateja, yani upatikanaji wa wateja, lakini kuna mikakati mbalimbali ya kupanga bei za bidhaa. Kuna mambo ambayo yanayohusiana na mauzo, jinsi ya kufanya mauzo ili uweze kufanikiwa. Kwa hiyo yote ni mipango ambayo itakayokusaidia kuhakikisha kuwa unapata mapato ya kutosha kama vile ilivyopangwa kwenye budget. Jambo la 3 ni swala la kudhibiti matumizi ya biashara. Ni muhimu kuhakikisha kuwa unadhibiti matumizi ya biashara yasivuke makisio ambayo yamewekwa kwenye budget. Sasa hapa kwenye upande wa kudhibiti matumizi, kuna matumizi ya aina mbalimbali ambayo inabidi uhakikishe kuwa hayazidi makisio yaliyowekwa. Kwa mfano kuna matumizi kuhusiana na ununuzi wa bidhaa, kuhakikisha kuwa hayavuki malengo yaliyowekwa, lakini pia kuna matumizi yanayohusiana na gharama mbalimbali za kuendesha biashara. Lakini pia kuna matumizi yanayohusiana na kununua vifaa mbalimbali vinavyohitajika kwa ajili ya kuendesha biashara. Kwa hiyo ni muhimu sana kudhibiti matumizi ya biashara. 4 ni swala zima la kuhakikisha kuwa faida iliyokadiriwa kwenye bajeti inapatikana. Kwa hiyo sasa hapa ili kuweza kufanikiwa kupata faida kama ilivyoonyeshwa kwenye makisio ya bajeti, inabidi kuhakikisha kuwa unasimamia sana upande wa mapato. Na ikiwezekana upate mapato makubwa hata kuzidi yale yaliyowekwa kwenye bajeti. Kwa hiyo mipango mbalimbali inabidi uifanye na uwe makini kuhakikisha kuwa mapato yako yanakuwa kama yalivyowekwa kwenye bajeti au ikiwezekana yazidi hata yale yaliyowekwa kwenye bajeti. Na upande wa pili ni swala kama nilivyosema hapo awali la kudhibiti matumizi. Kwa hiyo kuwa makini sana kwenye kudhibiti matumizi ili mwisho wa siku tofauti kati ya mapato na matumizi iweze kukupa faida. Unapokuwa na mapato makubwa au mapato ambayo yamezidi matumizi, ndipo hapo unapopata faida. Naona tumefika mwisho wa video yetu ya jinsi ya kuanzisha biashara yenye kupata faida. Na kuomba usubscribe huduma zetu ili usikose kuangalia video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.